siku zangu zote kaa nami. Baba, tunaishi katika dunia iliyojaa giza na maisha yetu muda wote yanaweza kukoma, lakini unatamani tukae ndani yako. Nikusihi Baba, kupitia ibada ya mchana wa leo, saidia Goliati kukaa ndani yako, ili hata kama maisha yetu yatakoma tukilala, Baba, katikati ya giza hili totolo la ulimwengu uliochafuka na uovu, kwa sababu tutakuwa na wewe, hatimaye asubuhi njema utupatie nafasi ya uzima wa milele. Nena nasi katika hotuba ya mchana wa leo, tuko tayari kukusikia kwa jina la Yesu, amina. Somo la mchana wa leo nasema kukaa ndani ya Yesu. Kukaa ndani ya Yesu. Wale waimbaji wa kutoka Kilalo, Bwana awabariki sana kwa wimbo mzuri, na waimbaji wengine pia Bwana awabariki mno kwa ajili ya nyimbo zenu, na ninaamini kwa neema yake tutaendelea kumhimidi Bwana kwa kadri anavyotupatia nafasi. Kitabu cha Yohana sura ya 15 kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 17 ndipo somo la mchana wa leo litakaposimama pale. Katika kitabu cha Yohana sura ile ya 15 kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari ule wa 16. Somo linasema kukaa ndani yangu, na mwandishi katika fungu kuu ametumia yale mafungu matatu, la 4, la 5 na la 6. Anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya nini? Ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni nini? Ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya lolote. 6 anasema mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka, watu yakusanya na kuyatupa wapi? Motoni na kuteketea. Lakini mstari wa kwanza na wa pili na wa tatu anaanza kusema mimi ndimi mzabibu wa nini? Na Baba yangu ndiye nani? Mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa ufanyaje? Kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Na hilo neno analosema ni kwamba tukae ndani yake. Yesu katika kitabu cha Yohana, Yesu anajitaja mara 7, akijitaja yeye ndiye. Katika kitabu cha Kutoka ile 14 mstari wa 3, Yesu anapomtuma ya Musa kwenda Misri, anajitambulisha kwake, anasema mimi ndimi ninayekutuma. Na katika Yohana anajitambulisha mara 7 akianza na neno mimi ndiye. Katika Yohana 5:35 na 51 anasema mimi ndimi chakula cha uzima. Lakini katika Yohana 8:12 anasema mimi ni nuru ya ulimwengu. Yesu anajitambulisha. Katika Yohana 10 mstari wa 7 na wa 9 anasema mimi ni mlango wa kondoo. Lakini katika Yohana 10:11-14 anasema mimi ni mchungaji nini? Mwema. Yohana 11:25 anasema mimi ndimi ufufuo na uzima. Lakini Yohana 14 mstari wa 6 anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Lakini Yohana 15 mstari wa kwanza anajitambulisha mimi ndimi mzabibu. Huu ni utambulisho wa uungu ambao Yesu anajitambulisha kama Mungu, ya kwamba yeye ndiye ana uwezo kama nuru, yeye ni mkate wa uzima, yeye ni ufufuo, yeye ni njia. Anajitambulisha, na hivyo anapokuja kwa sura ya 15 anajitambulisha kama mzabibu, Baba akiwa mkulima, ila anakutambulisha wewe ni matawi ndani ya nini? Bwana Yesu asifiwe. Punga mkono kama umesikia wakati umechelewa. Narudia, katika kitabu cha Yohana 15 anajitambulisha yeye ni mzabibu wa kweli, Baba ni mkulima, alafu sisi ni nini? Ni matawi yanayopaswa kukaa ndani yake. Na anasema yeye ambaye tawi lisilozaa ndani litakatwa,
na litawekwa pembeni na litakusanywa motoni, ila yale matawi yanayozaa yatazidi kusafishwa. Nami watu wa Nguliati mchana wa leo ninawaletea ujumbe wa Yesu. Anasema tukae ndani yake ili tuzidi kuzaa na yeye azidi kutusafisha. Yesu anajitaja tena katika Warumi ile 8:32 kwamba Mungu akiwa upande wetu hakuna aliye juu yetu. Mungu akiwa upande wa Nguliati hakuna aliye juu yetu. Yeye ndiye aliye na uwezo. Maandiko yanasema uwezo wa kufanya jambo lolote tunaweza kulifanya kanisani, tunaweza kulifanya katika maisha, unategemeana na muunganiko wetu na asili ya nguvu ya kimbingu. Kama tutakuwa kinyume na hapo, hatuwezi kufanikiwa. Mafanikio yoyote ambayo tunaweza kuyapata katika ulimwengu huu yanatokana na jinsi tunavyounganika na nguvu ya kimbingu. Hatari. Nasema hivi, mafanikio yoyote tutakayopata yanategemea tutakavyounganika na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe huku paka useme Bwana Yesu asifiwe na kamati hatujatengeneza. Najua niliwahi kuitwa mara fulani kuhubiri. Jamii kubwa ilikuwa ya watu wale wa Jumapili walokole. Ukipiga point unasikia watu wanasema haleluya, inakutia moyo. Mnitie moyo mlioko huko. Narudia, mafanikio yoyote katika maisha yetu tutakayoweza kuyapata hatuyapati kwa nguvu zetu, isipokuwa tumekaa ndani ya Kristo. Wakati Adamu alipokuwa na muunganiko na mbingu, wakati Adamu alipokuwa na muunganiko na Mungu, dhambi haikutokea. Shetani alipomjaribu akavunja mahusiano yake na Mungu, ndipo ulimwengu ulipoingia kwenye dhambi, kwenye anguko. Mwanadamu yeyote daima, siku zote anapounganika na Mungu, daima ana mafanikio. Unapovunja mahusiano yako na Mungu, tegemea kushindwa. Na mchana leo Mungu anatamani tukae ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Mstari ule wa 4 anasema pasipo yeye sisi hatuwezi kufanya jambo lolote. Na mimi niwatie moyo watu wa Mungu, kama si yeye hatutaweza kufanya jambo lolote. Na mchana wa leo kubali maisha yako yatawaliwe na Bwana. Sikiliza. Kwa nini Yesu anatamani tukae ndani yake? Ninatamani tuangalie makusudi ya Yesu kututaka tukae ndani yake, na baadaye tutaangalia faida chache za kukaa ndani ya Yesu. Jambo la kwanza, Yesu anataka tukae ndani yake kwa sababu yeye ndiye anatoa uwezo wa kuzaa matunda. Yeye ndiye anatoa uwezo wa mafanikio. Yeye ndiye anatoa uwezo wa kufanikisha kila jambo. Pasipo yeye hakuna. Nje ya yeye ni miungu. Jambo la kwanza, anataka tukae ndani yake kwa sababu uwezo wa kufanya jambo lolote uko kwake. Jambo la pili, Yesu anataka tukae ndani yake kwa sababu ukuaji wetu wa kiroho unategemeana na unavyodumu kukaa ndani yake, maana yeye ndiye chanzo cha uhai wote wa wanadamu. Hivi naongea na watu na binadamu. Hebu watu ponga mkono. Unaweza kuona piga kelele hapa, kumbe niko peke yangu.